kutoka mahali pa kudharauliwa. Kwa hiyo inawezekana hata wewe mahali ulipo unadharauliwa. Kuna watu wanadharau kazi yako, na wanasema kazi yenyewe anayofanya kama mshahara kadogo, tena anapata 1,500,000 kwa mwezi, itamsaidia kitu gani? Wengine wanasema angalia kabiashara yake na kufanya kadogo, anauza hata vinyanya havieleweki. Ngoja nikwambie, acha waseme kwa njia hayo. Hako kadogo wanako kasema, wewe ukisimama na Yesu Kristo kwa sababu umethubutu Bwana ni mwokozi wa maisha yako, hayo maandazi yako Yesu atakuinua. Haijalishi umeanza na kilo 1, Yesu atakuinua. Haijalishi umeanza na kilo 2, Yesu atakuinua. Sikiza nikwambie, mama mmoja alianza biashara ya kuuza nyanya. Alianza kununua kilo 1 sokoni, alafu anakwenda kuuza nyanya 1. Leo tunavyozungumza na duka la samani kabisa, duka ambalo watu wanaenda wanakopa, anauza hata kwa jumla sahihi. Alianza kidogo, na wakati amefiwa na mume, akiwa mwanamke mjane, mawifu anasema sasa amekwisha, mali za mume wake wamemnyang'anya, akaamua aanze biashara mwenyewe. Kumbe mwanaume alikuwa anatembea kwa nyota ya mke, kwa sababu mume alikuwa mfanya biashara mzuri mwenye mafanikio makubwa. Alipokufa tu mawifu wakamnyang'anya. Yeye aliponyang'anywa akalalamika, akaenda mahakamani. Alipoenda mahakamani ili apate haki yake, hakuipata haki mahakamani. Sikiliza, nani alikwambia mahakama ndio sehemu ya haki pekee? Mwenye haki ni Baba aliye hai, aliye juu, ambaye hawezi kupokea rushwa. Inawezekana wale mawifi kwa sababu wamechukua pesa za kutosha na wamemfukuza hata kwenye nyumba sikae. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuwa na mtoto. Wanasema hana mtoto, hawezi kukaa. Yeye amehangaika na mume, anasema tulianza sisi tunalala chini, mume wangu nimemkuta hana chochote, hana hata kitanda, vyote mnavyoviona tumenunua wenyewe. Anasema kama ni kitanda tuchukua, lakini nyumba haupati. Mali zingine zozote alipokufa wakakamata, mpaka akaunti zake za benki wakachukua. Wakati yeye anaendelea naomboleza, wenzao washatoa fedha zote, hana kitu. Mama akasema sikiliza, mimi ninaanza na kidogo nilicho nacho, Bwana akapate kukikuza. Sikiza mpendo, nikwambie, wale walikuwa ndio Goliati wake. Walikuwa Wafilisti wanamshambulia, wanashambulia uchumi wake, wanashambulia hatima yake, lakini yeye hakunyamaza wala hakutulia. Akasema mimi sitakubali, yuko Baba ataniinua na wao atawaangusha tu. Akaanza kununua nyanya kilo 1, akaanza kutembeza, anauza mtaani nyanya 1. Alipomaliza anarudi tena akanunua kilo 2, akaanza kutembeza. Nakumbuka mwaka fulani akanikuta kanisani, akaniambia naomba mtumishi mniombee, nimekuja na sehemu yangu ya 10. Sehemu yake ya 10 aliyoitoa ilikuwa shilingi 1,000. Mtu mwingine anaweza kusema sehemu gani ya 10 ya kupokea, lakini ilikuwa ndio sehemu yake ya kupanda. Alikuwa alipanda jambo jema siku ile. Alipotoka hapo akaendelea, mara kidogo tunamuona akanunua ndoo nzima, anaanza kuzungusha mtaani. Mara kidogo tukaona anaanza kununua sasa matenga ya nyanya, anaanza kuuza mtaani. Mara kidogo ana sehemu kaweka meza yake, katulia mahali hapo anauza. Saa hizi tunavyozungumza ana duka la kutosha, ana thamani za kutosha, na gari anaendesha, nyumba amejenga kulikoni ya mume wake. Kwa sababu gani? Goliathi amemkanyaga chini, amechukua hatua za kimani, amesonga mbele. Goliathi wako leo lazima tumkanyage katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakwenda kumkata kichwa ili upate kusimama na kuinuliwa. Kwani Daudi alianzaje ufalme? Alianza mara baada ya kumpiga Goliathi. Kwa nini wewe nao usiitwe mfalme kwenye mtaa wako? Kwa nini usiitwe mama fulani kwenye mtaa wako? Kwa nini usiitwe baba fulani kwenye mtaa wako? Kwa nini usiitwe mzee kwenye mtaa wako? Wengine wanaweza kukuita mzee, hata mvi moja haipo kichwani wakaita mzee. Kwa sababu gani? Kuna nguvu imeinuka ndani yako, ikiinuka inatangaza baraka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hatua za kiimani. Lakini nataka nikwambie, Goliathi alipigwa na Daudi kwa jiwe. Jiwe ni nini? Ni nguvu. Kitu kidogo
ambacho kinadharauliwa kinaweza kikafanyika kitu kikubwa chenye thamani. Jiwe linaloteleza ambalo watu wanidharau, Daudi analitumia. Amemkamata Roho Mtakatifu, anamwambia ninaenda na wewe. Amekamata mapigo ya Yesu Kristo msalabani, ambao wengine walisema tunampiga tunammaliza, kazi yake imekwisha, tunamfuta. Kumbe yeye wakati tunampiga walimpa nafasi atangaze ushindi. Sasa wako watu na wewe wanakushambulia na kupiga, jua kwamba wanakutangazia ushindi. Sasa ushindi wako unakuja kuanzia leo. Amani yako inakuja kuanzia leo. Kwenye ndoa yako tarajia baraka za Bwana. Kwenye ndoa yako tarajia amani ya Bwana. Kwenye ndoa yako tarajia kuinuliwa sasa. Usiwaze kwamba kila siku wote kwa mpige vibarua kwa wengine. Hautazoa tena taka kwa majirani, ila watakuja wao watazoa kwako. Haleluya, haleluya. Mama fulani umemuita mzoa taka. Mzoa taka yule, mzoa taka wa mtaa yule. Kumbe mwenzao ana akili yake, anasema ninaye Yesu ali hai. Mara baada ya muda wanaanza kusema mama tajiri. Mwamwona mama tajiri anapita. Kwa nini? Mama tajiri alijua thamani ya aliyembeba. Bwana Yesu asifiwe. Weka Yesu ndani ya moyo wako ili afanye kwenye maisha yako. Jioni ya leo nataka nikwambie mtu wa Mungu, kuna asiyeshindwa, lakini anayeweza kubadilisha maisha ya mtu. Wako wengine wanaweza kujitahidi kutaka kubadilisha mwenendo na taratibu hizo nazo na mafanikio yako, lakini usikate tamaa. Yesu atakushindia. Inawezekana ni mwimbaji unaimba, lakini kuna watu wanakupiga vita. Waache wapige vita. Pengine vita vyao ni vya maneno, na maneno ni mabaya. Sikiliza, maneno ni mabaya. Kwa maneno mtu anaweza kukimbia na kuhama mji. Kilichowafanya Sauli asimsogelee Mfilisti yule Goliath ilikuwa maneno.